Destiny Killers. Ni mmoja wa wale ambao wanaiba nyota za watu. Na msifurahie sana kwenda katika madhabahu ya Kanyari. Na wengi ambao wamekanyaga katika madhabahu ya Kanyari, hata kama walikuwa wameinuka, wanaenda wakididimia. Mtu anapoenda pale unakuta Hello guys, is Gelfe hii na tuko ndani ya Penina Rasugu Media. Guys, kama hujasubscribe, make sure umesubscribe na umefinya kengele hapo chini. Kama kama dawa, leo tumetafuta Bishop Israel Yohana aweze kuangazia mambo iko hapa kwa mtandao ina trend. Tumeona kuna kijana anajulikana kama Kwambai. Kijana ana trend sana, alikuwa pale akitafuta lift, aliomba lift vile atafika nyumbani. Manake kijana brother kidugu yake pale alikuwa mgonjwa na kijana alikuwa na stress sana. Akaona ni vizuri asimamishe motorbike na haombe lift. Lakini tumeona yule kijana ametrend sana. Na bila kuharibu time, acha tualike Bishop Israel Yohana aweze kuangazia hii mambo. Karibu sana Bishop. Asante sana. Kwa nazungumzia kijana ambaye anaitwa Kwambai. Na nafikiri huyu kijana anaitwa Kwambai, watu wengi walikuwa hawamjui. Na imefikia mahali kwamba tu alifanya tu kitu kidogo tu ambacho hakikuwa hata na maana sana, kuongea tu. Lakini kupitia kuongea kwake amejulikana dunia mzima. So nataka nizungumzie kuhusu watu ambao wanazaliwa na nyota na jinsi ya kutunza hiyo nyota na jinsi ambavyo pia hiyo nyota huchukuliwa. Sasa napomwangalia kama huyu, jambo la kwanza nakuta kwamba Yesu alipozaliwa nafikiri nyota yake iliangaza. Na unajua watu watabiri wa zamani kwamba kuna wale watu ambao wa zamani walikuwa wanaangalia nyota na wanajua maana hii nyota ni gani. Walipoona nyota ya Yesu walijua hakika hii nyota inamaanisha mfalme amezaliwa mahali fulani. So na wakatuma wale watafiti wa nyota kwenda kujua ni nani amezaliwa na ni wapi huyo mfalme amezaliwa. Lakini nia ya Herode ilikuwa ni ya kuua huyo mtoto. So watoto wengi, kuna wale watoto wamezaliwa na nyota. Lakini nakutaka kuna watu ambao wanaitwanga ni Destiny Killers. Destiny Killers ni wale wanaanza na mtoto na waone huyu mtoto ana nyota kubwa sana. Na wanapoona huyu mtoto ako na nyota kubwa sana, hao watoto huwa anachukua nyota yake ama wanaua nyota yake. So huyu mtoto labda kuna watu ambao hawakumjua, lakini kwa sababu ni mtoto amebeba nyota kubwa ya maisha, kakitu kadogo kalifanya kwamba aweze kujulikana. Na wakati amejulikana, najua kwamba ni mtu ambaye sasa watu hawakutarajia hapa hata anaweza kusaidia ndugu yake aliyo hospitalini. Aliongea tu kakitu kidogo na akasambaa dunia mzima. Mtu aliye na nyota hata akiwa mdogo, wakati wake ukifika wa nyota kuangaza, lazima iangaze. Hata nini izuie, lazima iangaze. Na wakati wa kuangaza kwa nyota hiyo mtoto kumefika, na hiyo nyota lazima iangaze. Lakini kuna jambo moja ambalo ninataka tu kutahadhari wazazi wa mtoto yule. Yule mtoto wakati nyota yake imeangaza, si wote wanaomuona wanamtakia mazuri. Kuna wengi ambao wanapoona yule mtoto wanataka wajue vile watachukua nyota yake iliyo ndani yake. Na mimi nasema kwamba wakati ambapo alienda kwa Dr. Kanyari, sio vibaya kwenda kule. Sio vibaya kwenda mtoto kwenda kutafuta kuchangiwa pesa. Lakini ni vizuri sana wajihadhari kupeleka huyo mtoto katika kila madhabahu. Kuna madhabahu zingine ambazo si za kiungu. Kuna madhabahu nyingine ambayo mtoto anakanyanga hivi na nyota yake itachukuliwa. Maanake kuna wachungaji tu ambao, kuna watumishi tu ambao unapomwangalia unaona kama ni mtumishi wa Mungu. Na Biblia pia inasemanga tutawajua kwa matendo yao. Na sidhani kwamba kila mtumishi unayemuona na matendo mazuri. Na sio kila mtu unayemuona kwamba ametumwa na Mungu. Kuna watu wako tu pale kwa sababu ya biashara. Kuna watu wako tu pale kwa sababu ya kufanya biashara. Ninapoelewa huyo mtoto kwamba watu, kwanza nilipomuona katika madhabahu ya Kanyari, ilinishangaza sana. Hata mimi nilishtuka sana. Kwa sababu huyu mtoto wakati nyota imeanza kuangaza, kuna wengi sana ambao wanawinda nyota yake.
Na nataka niambie wazazi wa mtoto huyo, ni vizuri kwamba wakuwe very careful, wakuwe very careful. Na wakiwa very careful na nyota ya mtoto huyo, mtoto atakuja kuwasaidia. Lakini wakitu popote, hata kwa mganga kuja nikusaidie, anakimbia, anamkimbiza pale, anaenda anapatiwa. Kuna zile pesa atapatiwa katika mikono yake, na zile pesa zitamaliza maisha yake totally, zitamaliza nyota yake totally, na hatawahi sikika tena. Huyu mtoto aliye na nyota, ni vizuri sana hii nyota yake kulindwa, nyota yake kulindwa. Na nyota ya mtoto kulindwa ni tu, nataka kutoa advice kwa wazazi, wampeleke katika madhabahu ambao wanajua kwamba haya madhabahu yana Mungu na haya madhabahu yana nguvu, na kisha waketi chini na huyo mtumishi aliyo kwenye yale madhabahu. Watakapoketi chini na huyo mtumishi ambaye yuko kwenye madhabahu, nafikiri atawashauri la kufanya, atakavyowashauri la kufanya kuhusu nyota hiyo mtoto, ili kwamba izidi kuangaza. Ili nyota hiyo mtoto izidi kuangaza, kwa sababu si wote ambao wanafurahia kuona nyota hiyo mtoto. Kuna watu wameiona, na kuna wale ambao ni destiny helpers, na wako tayari kushika ile nyota iweze kuangaza, kumsaidia nyota iangaze. Lakini katikati ya hao destiny helpers kuna destiny killers. Destiny killers kazi yao wanajifanya wanakuja kusaidia, lakini wanataka kuchukua ile nyota, wanataka kuchukua kile kiko ndani yao huyo mtoto. Lakini Bishop, ukiangalia pale wazazi wa Mbai wote hakuna mmoja anajua mambo na mitandao. Ukiangalia saa hii wako na manager wao anajulikana kama Obidan. So wanadirectiwa kila mahali wanaenda, wanadirectiwa na Obidan. Wewe utaambia Obidan nini kuhusiana na hiyo kutembea kila mahali popote anaitwa kupeleka yule mtoto? Kuna mtu anaitwa Obidan nafikiri ni blogger. Ni TikToker. Ni TikToker. Na Obidan kile anachofanya sana ni jina lake liweze kujulikana. Na zidi kupata sifa kubwa. Lakini kile kitu ambacho hawajui kwamba kile kitu cha muhimu sana hapo ni nyota ya huyo mtoto. Na mtu kama Obidan hana haja na nyota ya mtoto. Hana haja kama mtoto huyu nyota yake itang'aa ama izidi kung'aa. Yeye mradhi kwamba jina lake la TikTok lizidi kuwa wapi? Juu na juu na juu zaidi. Lakini kuna hatari katika maisha ya huyo mtoto, kwa sababu si kila mahali anapelekwa na Obidan ni mahali sawa na mtoto. Sio kila mahali anapelekwa ni salama na huyu mtoto. Kuna sehemu anapelekwa ambazo ni hatari kwa huyu mtoto. Kuna sehemu ambazo anapelekwa ambao kuna watu ambao wanaitwa ni destiny killers. Na watakapoona huyu mtoto watachukua nyota yake, watachukua kile kiko ndani yake na wakifunikia. Maana yake si kila mtu ana nia nzuri katika maisha ya watu. Kuna watu walitoka nchini Kenya wakaenda Marekani, na walipofika huko walifika huko na kazi ikawakubali, maisha ikawakubali, lakini ghafla maisha ikawabadilika. Hata saa hizi mtu akipata pesa haiwezi kumsaidia. Kazi anafanya hii, anafutwa anaenda kwa hii, anafanya hii, anafutwa anaenda kwa hii. Hata akijaribu kufanya nini katika maisha yake hakiwezi kufaulu, kwa sababu alipofika mahali pale alianguka mikono ya watu wabaya. Kuna marafiki ambao wengine ni destiny killers. Kuna wengine wanatumika na shetani kuwa destiny killers. Kuna rafiki utatembea naye tu katika maisha yako ukidhania kwamba huyu atakuwa rafiki mzuri, lakini anatumika shetani kuchukua kile kiko ndani yako. Anatumika na shetani. Hata watu wengine ni agents wa shetani ambao huwezi kuwajua, wako all over. Na huwezi kuwajua, unahitaji tu macho ya roho uweze kuwatambua ni watu wa aina gani. So kile ambacho ninachosema hivi, huyu mtoto hata kama kwa mikono ya Obidan si mhubiri, Obidan si pastor, Obidan sio priest, Obidan tu ni mtu wa kawaida. Unafikiri ni kwa nini Pastor Kanyari kila mtu akitrend anamwalika kwa kanisa yake, anasema anampea pesa? Unafikiri ni kwa nini? Kuna kitu mimi nazungumza kama mtumishi wa Mungu, na nazungumza kwa sababu mimi ni mwangaza. Na mimi tazama, kuna wale watu ambao ni mashabiki wa Kanyari, labda mtu anipenda, labda mtazungumza mabaya, labda mtantusi, mtaniambia anything. Lakini Kanyari
ni one of wanaitwanga destiny killers. Ni mmoja wa wale ambao wanaiba nyota za watu, na msifurahie sana kwenda katika madhabahu ya Kanyari. Na wengi ambao wamekanyaga katika madhabahu ya Kanyari, hata kama walikuwa wameinuka, wanaenda wakididimia. Mtu anapoenda pale unakuta kwamba hata kilicho ndani yake kinatoweka. Angalia mfano kwanza hata wa mke wake aliyeitwa Betty Bayo. Betty Bayo, jambo la kwanza, Betty Bayo alikuwa mwimbaji hatari, na Betty Bayo aliimba wimbo ambao ulivuma duniani, na wimbo ulivuma duniani, mtu aliyemuita kwanza kwake aende kuimba alikuwa ni Kanyari, na Kanyari alipomuita kwake aliweza kumuina kwa mke wake. Lakini angalia Betty Bayo aliyapitia kwa hiyo ndoa, ni magumu sana. Ili mtu uamue kutoka kwa ndoa, inamaanisha kwamba yale amepitia katika ile ndoa au kuona hayakuwa mambo ya kusimulia. Na hata Betty angelikuwa hai, mambo mengine hangesimulia yale alijionea katika ile ndoa. Unafikiri mtu kuzaa na mtu watoto wawili alafu urudi walk out, na sio shida ya pesa, lakini una walk to out. Kwa hiyo ndoa si jambo la kawaida. Kuna mengi alijionea mahali pale na akaamua kutoka kwa hiyo ndoa. So mimi naambia kwamba madhabahu ya Kanyari ni wale watu ambao tu ni vipofu wa roho peke yake. Lakini kama una macho ya roho, hauwezi enda kwa madhabahu ya Kanyari, utaisha. Kama una macho ya roho, hauwezi enda mahali pale, utaisha, kwa sababu kilicho ndani yako kitachukuliwa tu. Na watu wale wako na macho ya roho wanajua kile ninachomaanisha ni nini. So nimesema kwamba yule mtoto, wazazi wake wawe very careful na madhabahu wanayompeleka, na mahali popote wanapompeleka wasimpeleke anywhere. Wanahitaji ushauri wa kiroho, wanahitaji pia mwongozo wa kiroho, na wanahitaji hata mtu ambaye atawafanyia counseling ya kiroho kuhusu maisha ya mtoto. Yes. Kuna swali wamekuwa wakiulizwa, kwa nini hawataki kunyoa yule mtoto, kumtoa ile nywele na inakaa vibaya? Wanaulizwa hivyo. Wewe unafikiri ni kwa nini? Sasa jambo la kwanza, huyu mtoto nafikiri alichukuliwa na ile nywele. Sasa hiyo nywele wanataka kuitumia kama fame ya mtoto yule, watu wakiona ile nywele wajue ni huyo mtoto, kwa sababu najua kwamba mtoto akinyolewa nywele hata sura itafanya nini? Itabadilika. So watu wanataka kuchukua hiyo nywele ya mtoto kuitumia kama fame ya mtoto, na kuna watu ambao pia wanataka kujinumaisha kupitia kwa hiyo mtoto. Na najua kwamba wazazi wa huyu mtoto, nawaambia kwamba wawe very careful, kuweni very careful sana na mahali popote mnapeleka huyo mtoto, kwa sababu ni hatari pia kwa maisha ya mtoto. Na yote ambao unanitazama hapa, sio kila mahali ukiwa na nyota, si kila madhabahu ni salama na wewe. Kuna watu tu wamepelekwa kwenye madhabahu fulani wakiwa na nyota yao zikididimia. Kuna watu ambao watoto walikuwa werevu sana shuleni. Kuna wengine ambao unakuta walikuwa na ndoto kubwa hata katika shule, lakini walipokanyaga tu kwa madhabahu fulani, huyo mtoto hata kushika kitu hashiki. Huyo mtoto hata katika shule haoni kitabu. Kuna madhabahu tu fulani nilikanyaga, na walipokanyaga nyota yao ikachukuliwa. Si madhabahu zote ziko salama katika nchi ya Kenya. Si madhabahu zote ziko salama. Na watu wa Kenya, kuna jambo ambalo mimi nataka kuongea kuhusu watu wa Kenya. Watu wa Kenya nambari kubwa, macho yao ya roho yamefungwa, kwa sababu wengi wao ni wale wanataka shortcut. Ni wale ambao hawataki maombi, hawataki kusoma Biblia, hawa wanataka kusikia tu ni wapi kuna miujiza, wanakimbia mahali pale. Ni wapi kuna nyota, wanakimbia mahali pale. Wengine wanaambiwa kula uzi, wanakula uzi. Wengine wanaambiwa kunywa kunywa anointing oil, anakunywa anointing oil. Na hivyo vitu vyote wanavyovitumia, vingi ni hatari katika maisha yao. Vingi vimefanya maisha yao imekuwa horrible. So watu wa Mungu, fungueni macho. Hizi ni nyakati za mwisho. Okay, asante sana Bishop. Kuna mtu anakutazama hapa angependa kukufikia. Unapatikana maeneo gani wewe? Nasema kwamba anapatikana, niko na ofisi yangu Chokaa. Wewe kama ungependa ushauri wa kiroho, niko na ofisi yangu Chokaa. Unaweza, kama ungetaka kunifikia, niko Chokaa tu. Ukifika stage ya Chokaa, mpigie simu ukiwa mahali pale. Labda uko town, Nairobi town, chukua gari Super Metro ya Kangundo Road, ushuke Chokaa stage. Kama uko Thika Road, enda pale Ruai bypass, ingia pale Ruai bypass. Ukishafika Ruai bypass, chukua gari za Ruai.
Kisha fika Ruai bypass, pale kuna gari za chokaa, then ingia tu hapo 20 bob kutoka hapo Ruai bypass hadi chokaa. Ukifika chokaa nipigie simu ukiwa mahali pale. Bila kusahau pia kuna foundation hii ambayo tunasaidia wamama katika slums, na pia bado tunalijenga kanisa letu, na ungelitaka kuwa msaada katika hii huduma yetu, labda ni kwa foundation hii ya kusaidia wamama ambao wako na shida. Uko na nguo zako mahali pale ambapo hautumii, na hizo nguo zinaweza valiwa mtu, tutumie zile nguo na tutashukuru Mungu. Nambari yangu ya simu 0722 744 672, 0722 744 672. Shalom, Mungu awabariki.